katika kitabu ambacho tumekisoma sana na tumekizoea, kitabu na hadithi ambayo iko katika Biblia ambayo tumezoea, kitabu cha Yohana 4 kuhusu yule mwanamke Msamaria pale kisimani. Amen. 4 nitasoma 4:7 mpaka 28. Alafu mimi ni mtu wa au mafundisho tutafuata laini baada laini, ipokuwa mingine hatutaongea kwa sababu nikianza kuongea muda hautatosha. Ufupi sasa nitaongea kwa ufupi, na siku nyingine nikipata nafasi tutaendelea kujifundisha kutokana na hiyo hadithi na hiyo story ya Yesu na yule mwanamke Msamaria kisimani. Yohana 4:7 tutasoma mpaka 28. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Yule mwanamke Msamaria akamjibu, wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. Yawezekanaje uniombe nikupe maji ya kunywa? Wayahudi walikuwa hawashirikiani kabisa na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani anayekwambia nipe maji ninywe, wewe ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akajibu, Bwana, wewe huna chombo cha kutekea maji na kisima hiki ni kirefu. Hayo maji ya uzima utayapata wapi? Kwani wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo ambaye alitupatia kisima hiki ambacho yeye pamoja na watoto wake na mifugo yake walikitumia? Yesu akajibu, kila mtu anayekunywa maji ya kisima hiki ataona kiu tena, lakini yeyote anywaye maji nitakayompa hataona kiu kamwe. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, tafadhali nipe maji hayo ili nisipate kiu tena na wala nisije tena hapa kuteka maji. Yesu akamjibu, nenda ukamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu, sina mume. Yesu akamwambia, umesema kweli kuwa huna mume, kwa maana umeshakuwa na wanaume 5 na mwanaume unaishi naye sasa si mume wako. Umesema kweli. Yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. Baba yetu waliabudu kwenye mlima huu, lakini ninyi Wayahudi mnasema ni lazima tukaabudu huko Yerusalemu. Yesu akamjibu, mwanamke, niamini wakati unakuja ambao hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu. Ninyi wa Samaria mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi tunamwabudu Mungu tunayemjua, kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. Lakini saa yaja tena ipo ambapo wale waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu wanaomwabudu namna hii ndio Baba anawatafuta. Mungu ni roho, na wote wamwabuduo inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, ninafahamu kwamba Masia aitwaye Kristo anakuja. Yeye akija atatueleza mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayezungumza nawe ndiye. Wakati huo wanafunzi wake wakarudi, wakashangaa sana kumuona akizungumza na mwanamke, lakini hakuna aliyemuuliza unataka nini kwake au kwa nini unazungumza naye. Yule mwanamke akaacha mtungi wake, akarudi mjini, akaambia watu. Amen. Kichwa cha kile ambacho nataka kuzungumzia, mume wa 7. Maana mwanamke Yesu amemwambia kwa mtumeo, akasema hana mume, na
Yesu akamwambia ameshakuwa na wanaume 5 na yule aliye naye ni wangapi? Ni wa 6. Na unajua amemwambia Yesu hana mume. Kwa hivyo Yesu mfano ungekuwa ni mwanadamu angekuwa na uwezo kumwoa, angekuwa mume wangapi? Sasa kichwa cha kile ambacho natazungumzia leo, mume wa 7. Amen. Sababu tukirudi hapo 16, hivyo ndo ninavyosoma Biblia. Tukirudi hapo 16 na 18 anasema hivi. Yesu akajibu, nenda ukamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu, sina mume. Yesu akamwambia, umesema kweli kuwa huna mume, kwa maana umekuwa na wanaume 5 na mwanamume unayeishi naye wa 6 huyo sasa si mume wako. Umesema kweli. Yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. Kwa hivyo nimeita mume wa 7 kwa sababu alikuwa na wanaume 5 na yule aliyekuwa naye ni wa 6 na bado amwambia Yesu hana mwanamume. Inamaanisha Yesu amekutana naye ni mwanamume wa 7. Amen. Kwa hivyo alikuwa na wanaume 6 na Yesu ni mwanamume wa 7 ambaye amekutana naye. Sasa 7 tunataka kuangalia katika Ufunuo, maana 7 katika tarakimu za Biblia inamaanisha nini 7? Tufungue kitabu cha Mwanzo 2 kuanzia 1 hadi 2. Kwa hiyo mbingu na Mwanzo 2 1 mpaka 2. Sasa kwa hiyo mbingu na dunia zilikamilika pamoja na vyote vilivyomo. Katika siku ya 7 Mungu alikuwa amekamilisha kazi aliyokuwa akiifanya. Hivyo siku ya 7 akapumzika kutoka kazi zake zote. Amen. Kwa hivyo 7 Mungu aliumba vitu vyote katika siku ya 6 na siku ya 7 akapumzika, kumaanisha alikuwa amekamilisha ile kazi, ameimaliza ile kazi. Kwa hivyo 7 ni namba tarakimu ambayo inamaanisha ukamilisho ama pia pumziko. Maana kama umekamilisha ndio unapumzika. Amen. Kwa hivyo sasa huyu mwanamke Msamaria ametoka kutoka mwanamume wa kwanza. Kuna kitu ambacho kilikuwa hakijakamilika. Kuna utulivu alikuwa hajapata. Akasema wacha nitafute mwingine. Akatafuta wa pili. Pengine akaona atatoshelezwa. Pengine akaona atapata ule ukamilifu. Pengine ataona atapata pumziko. Akakosa pia kwa wa pili. Akatafuta watatu ikawa ni hivyo. Akashangaa kuna vitu bado havijakamilika, kuna vitu bado hajatosheka navyo. Ikabidi aende kwa mwanaume wangapi? Wa 4. Wa 4 ikawa hivyo. Akafika wa 5 ikawa hivyo. Amefika yuko na wa 6 na bado ukiulizwa una mume anasema hana. Kwa sababu gani? Inamaanisha yule wa 6 pia naye bado hajampa pumziko, bado hajamkamilishia, bado kuna vitu ambavyo anatafuta ama hapati katika hiyo ndoa. Ndio maana hahesabu kama yuko katika hiyo ndoa. Amen. Na hapo tunapata amekutana sasa na mwanamume wa 7 ambaye ni Yesu. Amen. Ambaye Yesu, hiyo na mwanamume wa 7 inamaanisha Yesu ndio mwenye kupeana pumziko na ndio mwenye kupeana mwenye ukamilifu na utoshelezi. Amen. Kwa hivyo tukiendelea kusoma tutajua ni ukamilifu ameupata kwa njia gani. Amen. Kwa hivyo 7 ni tarakimu inayomaanisha pumziko ama ukamilisho. Kwa hivyo kuna vitu, wa kwanza hakumtosheleza, wa pili hakumtosheleza, wa 3 hakumtosheleza, mpaka amefika wa 7 ambaye ndo anamtosheleza na kila kitu. Na huyo mwanamume si mwingine isipokuwa ni Yesu Kristo. Amen. Alizunguka kutoka kutafuta pumziko na ukamilisho. Tukisoma ndio maana akabidi atoke kwa mwanamume wa kwanza, wa pili na wa 3. Kwa hivyo turudi hapo katika Yohana
Yohana 4 pale tulikuwa tusoma, tuangalie ule mstari wa 28. Mstari wa 28 unasema hivi, Yohana 4:28. Yule mwanamke akaacha mtungi wake, akarudi mjini, akaambia watu. Kwa hivyo akaacha mtungi, akaambia watu kuhusu nani? Nimepata mwanamume wa 7. Nimeonekana huyu mwanamume amemtosheleza, amemfurahisha, kwa sababu alikuwa na mume wa 6 na akiulizwa na mume hasemi. Lakini hapa amepata wa 7, yeye ndo ambaye anaenda akimtangaza, kwa sababu huyu mwanamume amemtosheleza, huyu mwanamume amempa pumziko, huyu mwanamume amempatia vitu vyote ambavyo alikuwa anahitaji ama anakosa. Tunaona hapa akaacha mtungi, ambao tutakuja kuangalia maana mtungi siku nyingine. Lakini huu mtungi alikuwa ndo anaotumia kufanya nini? Kuchotea maji. Kwa hivyo ile kiu yake ambayo ilikuwa haijatoshelezwa na wanaume hawa wote aliipata kwa Yesu Kristo. Ndio maana akaona hana haja tena ya kuzunguka na mtungi, hana haja tena ya kutafuta maji. Amen. Tutaangalia tena wakati mwingine maana ya kiu hii, kwa sababu kila mwanadamu huwa iko nayo hii kiu hii. Ndio utaona watu wengine, ndio maana dini ni nyingi, kwa sababu kuna sauti ya roho huwa inajaribu kumtafuta, ni sauti ambayo inajaribu kutafuta Mungu. Ndio anaposea, utaona mtu anaenda kuingia kwa dini ambayo sio, kwa sababu usipoelewa ile sauti. Wengine pia wanaingia katika uraibu kwa sababu kujaribu kuitosheleza ile sauti ya roho, kwa sababu hawajui kiu yake na hamu yake ile roho inataka nini. Kwa hivyo huyu mwanamke akaamua akaacha mtungi ambao huo ndio ulikuwa mzigo aliokuwa nao. Kila mara aendapo anatembea na mtungi miaka yake yote, kwa sababu bado anatafuta maji, bado ana kiu, bado hajatoshelezwa, bado ana hamu, mpaka siku ile alipokutana na Yesu Kristo. Amen. Ambaye ni akapata mume wa 7, ambaye ni mume wa ukamilisho, ambaye ni mume ambaye amempa pumziko. Inamaanisha vitu vyote alikuwa anatafuta amepata ndani ya Kristo Yesu. Amen. Na akaona haina haja tena kuzunguka tena na mtungi, akaacha mtungi wake, akaenda akaelezea watu, nimepata mume sahihi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yeye amenipatia mimi pumziko. Amen. Sasa hii bado kulingana vile nimeongea kulingana na agano na wakati wa Injili, kwa sababu bado nimeongea kusomana. Sasa nataka tutafsiri, maana sisi ni watu wa agano jipya. Tupate hili somo na hili funzo katika mtazamo wetu wa leo, sisi ambao tuko hapa watu wa agano jipya. Amen. Tufungue kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 11:2. Wakorintho wa pili 11:2. Nitasoma. Ninawaonea wivu wa kimungu, kwa kuwa mimi niliwaposea mume mmoja. Amen. Paulo anaongea na watu hapa. Ninawaonea wivu wa kimungu, kwa kuwa mimi niliwaposea mume mmoja. Amen. Ili niwalete kwa Kristo kama mabikira safi. Amen. Kwa hivyo huyu mume ambaye tumeposewa sisi ni Yesu Kristo. Amen. Ndio mume ambaye tumeposewa kwake. Kwa hivyo sisi, mimi na wewe, ni mabibi za Kristo, wa Kristo. Amen. Kwa hivyo yeye ndo ambaye tumeposwa, ametuposa. Yeye ndo ambaye ni mume wetu. Amen. Kwa hivyo mimi na wewe, mume wetu nani? Ni Kristo. Kwa hivyo sasa inamaanisha katika haya maandiko wakati wa Injili, maana wakati wa Yesu Mungu alikuwa yuko duniani katika mwili, amevaa mwili. Kwa hivyo ni majira ya Injili. Yule mwanamke Msamaria alikuwa ni picha na mfano ya mimi na wewe. Amen. Ambaye mume wetu ni Yesu Kristo. Amen.
Yeye sasa ndo alikuwa ni picha na mfano wa mimi na wewe. Amen. Tuongee katika lugha nzuri zaidi ambayo inajulikana na inazoeleka. Waefeso 5:23. Waefeso mlango wa 5 aya 23 nitasoma. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Amen. Kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Amen. Kwa hivyo mume ni Kristo. Mume ni kichwa cha mke wake. Kwa hivyo Kristo naye ndiyo kichwa cha kanisa. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa yule msichana Msamaria ni mfano wa leo hii kanisa. Amen. Ambaye mume wake ni Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo Kristo ni mume wa kanisa. Mwanamke Msamaria ni picha na mfano wa kanisa. Amen. Na sisi tunajua kanisa si jengo, kanisa si matofali, si mabamba, kanisa si mahali. Amen. Kanisa ni mimi na wewe. Amen. Tusome kitabu cha Hosea 2:16. Hosea 2:16. Hichi kitabu cha Agano la Kale. Kwa hivyo tusome na mtazamo kuwa ni Agano la Kale. Hosea 2:16 inasema, katika siku ile asema Bwana, utaniita mimi mume wangu. Amen. Hutaniita tena mimi bwana wangu. Neno lililotumiwa hapa utaniita mume wangu inaitwa Baali. Sawa sawa. Kwa hivyo Baali maana yake bado ni bwana. Sawa sawa. Hii neno lililotumiwa hapo kuwa bwana wangu ni Baali. Kwa hivyo neno bwana, unajua bosi wako kazini ni bwana wako. Kwa sababu akwambia fanya hivi, unafanya, fanya vile, unafanya, usifanye hivi, haufanyi. Kwa hivyo bosi wako bado ni bwana. Hata jaji kule, hakimu kule mahakamani anatumia neno anaitwa bwana wangu. Kwa sababu pale ndani ya ile mahakama akisema simama ni usimame, akisema keti ni keti, akisema usiongee ni usiongee, akikupa ruhusa ya kuongea unaongea. Sawa. Kwa hivyo ikatoka mahali hapa anasema hutaniita tena, anasema katika siku ile. Kwa hivyo ni siku ambayo inakuja, na hao walikuwa katika Agano la Kale. Kwa hivyo inamaanisha kuna wakati ambao Mungu, wale watu wa Agano la Kale, ule uhusiano wao na Mungu alikuwa ni bwana kwao, lakini hawakuwa na uhusiano wa ndani sana vile ambavyo huwa kuna uhusiano kati ya bwana na bibi, yani mume na mke. Amen. Kwa hivyo hawa watu wa Agano la Kale walikuwa kweli ni Mungu kwao, lakini uhusiano wake na wao haukuwa wa ndani sana kama vile ambao sisi watu wa Agano Jipya. Amen. Kwa sababu wamesema kuna wakati unakuja ambao ni wakati huu tutamuita mume wangu, wala hatutamuita bwana wangu, kwa sababu uhusiano wa mtu na hakimu ambao ni bwana pale kotini una vipimo. Uhusiano wa mtu na bosi wake kazini ambaye ni bwana wake pale kazini una vipimo. Lakini uhusiano wa mke na mume ni uhusiano ambao uko na undani zaidi. Kuna vitu ambavyo wanafanya ambavyo mtu hawezi fanya na mtu yoyote yule wa kawaida. Amen. Kwa hivyo hapa iliposema katika siku ile asema Bwana, ambao ni wakati huu wa Agano Jipya, utaniita mimi mume wangu, vile ambavyo Kristo ni nani? Ni mume wetu. Amen. Hutaniita tena mimi bwana wangu, kwa sababu watu wa Agano la Kale walikuwa na Mungu na uhusiano wao haukuwa wa ndani vile kama sisi watu wa Agano Jipya. Watu wa Agano la Kale walikuwa wanaabudu Mungu na wanamtumikia Mungu na wanaamini Mungu, lakini kuna vitu ambavyo Mungu hakuweza kufanya navyo vya ndani sana kama vile sisi watu wa Agano Jipya. Watu wa Agano la Kale kuna mambo ambayo wameona, lakini hayakuwa ya ndani sana kama vile ambavyo sisi ambavyo tunaona tu Agano Jipya. Amen. Ndio maana asema ya kuwa
Sisi Kristo kwetu ni mume wetu. Amen. Kwa sababu kuna mambo ya ndani na mengi na zaidi ambayo tunafanya naye. Amen. Siku nyingine nikipata nafasi nitamalizia. Kwa hayo machache, Mungu awabariki.